na viongozi wote waliokuwa hapa, ndugu watu wa Taveta na wanafunzi, hamjambo. Bwana Yesu na asifiwe. Asalamu alaikum. Leo yangu yatakuwa machache kabisa. Jambo la kwanza na la kipekee kabisa, mimi nimekuja kwenyu tena kwa njia ya upekee ya kusema asanteni. Taveta hamjasikia asanteni sana. Asanteni kwa upendo. Asanteni kwa maombi yenu. Asanteni kwa kunishikilia kama mtoto wenyu. Kupitia maombi yenu nyinyi mama zangu, kupitia maombi yenu nyinyi baba zangu, kupitia maombi ya watoto wetu, leo hii Mungu ametupatia nafasi nyingine ya kusherekea elimu Taveta. Na mimi kabla sijasema mengi, nataka kwa njia ya kipekee kabisa niseme asante kwa walimu wakuu na walimu wote waliokuwa hapa. Na nasema asante kwa sababu hata Biblia inasema usiposhukuru kwa kichache hata kingi huwezi shukuru. Mwaka jana tulivyofanya mtihani, mwaka juzi, mwaka wa 2024, Soweine ilipeleka mtoto mmoja peke yake university. Mwaka huu Soweine imepata B-2, C+4 na tunashukuru Mungu kwa hilo. Mwaka jana Kivalwa ilikuwa na E na haikupeleka mtoto university. Mwaka huu tukisimama hakuna E hata moja Kivalwa na imepeleka watoto university. Mwaka jana Kitobo haikupeleka watoto university, watoto wawili. Mwaka huu imepata paka B-. Safari ya maili 10 inaanza na hatua moja. Na hatua tumeianza na hatutarudi nyuma. Tutaendelea hivyo hivyo mpaka elimu ya Taveta ibadilike. Na mimi nataka niwaambie msiwe na wasiwasi, kwa sababu Mungu habagui. Kama wao walianza Kenyatta High School, ilikuwa kuna wakati inapeleka mtoto university mmoja, saa hii inapeleka watoto 400. Hata sisi watu wa Taveta iko siku tutapeleka watoto zaidi ya 500 university. Nikisimama hapa naiona kesho. Mwimbaji mmoja aliimba akasema, naiona kesho, kesho iliyopangwa na Mungu. Naiona kesho, kesho iliyopangwa na Mungu. Kesho ya ushindi, iliyopangwa na Mungu. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Mimi nikisimama hapa naona kesho ya ushindi. Naona kesho ambayo watoto wetu wanaenda university kwa wingi. Naona kesho ambayo watoto watatoka Taita kuja Soweine Secondary. Naona kesho ambayo watoto watatoka Kilifi kuja Kivalwa Secondary. Naona kesho ambayo watoto watatoka Ukambani kuja Njukini Secondary. Hiyo ndiyo kesho ninaiona. Msiwe na wasiwasi kwa sababu Mungu ataenda kujitukuza. Jambo langu la pili, nataka nishukuru nyinyi wazazi wetu. Kusema ule ukweli kabisa, kando na changamoto zetu nyingi tunajitahidi. Na ndio maana nilisema, nilipopata nafasi nikasema mimi tutashikana mkono tuone vile tutabadilisha elimu ya Taveta. Leo hii nakuja na ujumbe wa baraka, ujumbe wa matumaini, ujumbe wa kutia moyo kwamba elimu ya Taveta ya shule zetu za day mwaka 2026 itakuwa bure bila shilingi. Taveta hoye! Taveta hoye! Hamjasikia, wacha nirudie tena. Elimu ya Taveta ya shule za kutwa mwaka 2026 hakuna mzazi ataingia mfukoni kulipa school fees. Niendelee ama nisiendelee? Endelee ama nisiendelee? Nataka nirudie tena. Shule ya boarding Taveta, iwe ni Bishop Njenga, iwe ni Chala, iwe ni Timbila, iwe ni Kibo,
iwe ni Eldoro, itakuwa shilingi 5,000 peke yake kwa tamu. Na bado namwambia Mwenyezi Mungu anisaidie, anifungulie fikra zangu zote, ni kuwa baraka kwa mzazi wa Taveta. Taveta itabadilika. Sisi ambao tulikuwa nyuma tutakuwa namba 1. Hii itaita Taveta. Niseme nsiseme, nitoboe nsitoboe. Jambo langu la pili, tumesema hivi, Paulo aliambia Wagalatia, jamani, usijidanganye, huyu Mungu hadhihakiwi. Chochote mtu anapanda ndio atavuna. Kwa sababu tunajua tukipanda elimu tutavuna elimu, watu wa Taveta. Na juu ya hiyo ninawaomba kama mtoto wenu, kama kiongozi ambaye mnampenda, ninawapigia magoti, ninawaomba kwa unyenyekevu, kama kuna njia ya kumaliza umaskini kwa boma lako ni kupitia elimu. Mimi nakumbuka mwaka 2002 nilipelekwa form 1 na marehemu babangu mzee Joakim. Nilikuwa nimevaa shati ya mtumba, surale ya mtumba, kiatu cha mtumba. Nikaenda Kenyatta High School. Niliingia Kenyatta High School nikiwa mvuvi, lakini nilitoka kama wakili. Na mimi nakutabiria mzazi wa Taveta, mtoto wako ataingia kama maskini Sowene, lakini atatoka kama tajiri. Mtoto wako ataingia Sowene kama mjinga, lakini atatoka kama injinia. Mtoto wako ataingia Sowene kama hajielewi, lakini atatoka kama pilot, kama mwalimu, kama wakili. Nataka niwahakikishie inawezekana. Taveta inawezekana. Inawezekana kuwa na elimu bora. Inawezekana watoto wetu pia kupata nafasi nzuri za kazi. Inawezekana pia wewe kuzaa wakili na injinia. Niseme nsiseme? Niseme nsiseme Taveta? Mimi nataka nikuombe kwa unyenyekevu. Mwaka 2002 wakati nilifanya mtihani wa kwanza wa form 1, mtu ambaye alikuja kuwa mgeni wa heshima Kenyatta alikuwa ni Engineer Mrutu, alikuwa ni CEO wa Kenya Oil Refinery. Nilikuwa nikitoka Taveta, nikitoka Jipe na kikapu changu cha samaki, nikikanyaga, nikipita kwa ile gorofa ya Engineer Mrutu, nasema hata mimi siku moja nitakuwa na gorofa kama hii. Nilipata matumaini kupitia kwa mtoto wa kutoka Taveta. Na mimi nataka nikuambie wewe mzazi, nataka nikuambie wewe kijana, pia wewe inawezekana. Inawezekana ukatoka kwa hilo tent ukakaa na kina Engineer Mrutu. Lakini nataka niwapatie siri moja peke yake. Ile siku nilijua watoto wa tajiri hawaendi disco, niliacha kwenda disco. Hamjasikia wazazi wa Taveta? Wacha nirudie hii. Wacha niwaeleze. Nataka nikuambie ukweli wa Mwenyezi Mungu. Nataka nikuambie ukweli wa Mwenyezi Mungu. Hutaona mtoto wa haika kwa disco. Nataka nikuambie ukweli wa Mwenyezi Mungu. Hutaona mtoto wa Bwire kwa disco. Nataka nikuambie ukweli wa Mwenyezi Mungu. Engineer mtoto wake hautamuona kwa disco. Ndio maana engineer mtoto wake ni daktari, mwingine ni accountant, mwingine ni wakili. Kwa nini wewe wako unamwacha aende kwa disco? Na ndio maana sisi tumesema kwamba kuna yale tutafanya kubembelezana. Tumekulipia school fees. Lakini kuna yale ambayo kama viongozi tumetoa uamuzi kwa niaba yako. Jambo la kwanza, tunasikia watoto wetu wanapewa mimba na unawaacha nyumbani. Jamani, mtu akipatia mtoto mimba, hukumu yake kwa koti ni maisha. Hamjasikia? Wacha niwaeleze hii maneno. Mimi ni mwanasheria. Mtu akipatia mtoto mimba, hukumu yake ni maisha kotini. Kama wewe ni mzazi na una mtoto amepatiwa mimba na unamficha na haujaenda kuripoti kwa DCC, tukikutana na wewe na yule ambaye amempatia mimba mlichangia kupatia huyo mtoto mimba. Niseme nsiseme? Tumesema ni lazima Taveta ibadilike.
Tumesema ni lazima watoto wetu watritiwe kama watoto. Hatuta treat watoto wetu kama wanawake wakubwa. Hiyo tumekataa. Tumesema la pili, kama unataka kwenda na mtoto wako Tanzania, hakuna kupitia kichochoro. Kwa nini unapitia kichochoro? Tumekubaliana na polisi wakae pale. Mtoto yoyote atashikwa akienda Tanzania kufanya starehe, huyo ni wa polisi, huyo ni wa prison, na si yeye peke yake. Hata mama yake tutampeleka kwa children officer atuambie kwa nini huyo mtoto yuko nje shule. Niseme nsiseme, nitoboe nsitoboe, ni lazima serikali ikijukumika kuleta school fees, hata wewe kama mzazi ni lazima uko na majukumu yako. Niseme nsiseme, nitoboe nsitoboe. Langu la pili, ndugu zangu, tumepanga na tukahakikisha watoto wetu watakuwa shuleni. Tumeongea na walimu, tukakubaliana kwamba tutakuwa tunafanya mtihani wa sub county Taveta nzima, ili tuone vile tutatia watoto wetu moyo. Tunataka mwaka huu target yetu ni watoto 150 kutoka kwa shule zetu hapa Taveta ambao wataenda university. Mwaka jana tulipata 72, lakini mwaka huu tutaongeza. Niseme nsiseme. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie na nataka niwaombe, kwa hili swala la elimu tulivalie njuga.